Yes kabisa mwana michezo, tuko tayari na tuko sawa kabisa hapa. Sasa taarifa kubwa msikizaji, leo ni siku nyingine na hapa kubwa hasa ni namna ambavyo bila shaka imeshtuka sana nchi baada ya kumwona Fredy Ngoma kuhusishwa na klabu ya Young Africans. Na tuko hapa kuweza kukamilisha kuiweka vizuri taarifa hiyo msikizaji, na maswali yalipokuwa mengi kweli kweli, hususan yakijaribu kuangalia Ngoma na kwenda kuchukua nafasi ya nani Young Africans. Of course kwenye eneo la kiungo Young Africans wameachana na kiungo wao ambaye of course hakufanya vizuri msimu uliopita, Ko Magic ambaye hakuwa na msimu mzuri sana. Na ukiangalia kwa kile ambacho bila shaka kilionekana msimu uliopita, kukaa sana nje kwa Ko Magic iliweza kuwapa nafasi Young Africans kuangalia nafasi ya kwenda sokoni kuleta mchezaji mwingine. Na yalipita majina mengi sana hapa katikati na hasa pia makubwa sana. Na miongoni mwa majina hayo amehusishwa Zouglou kutoka MC Alger, na taarifa zikaanza sana kuvuma kwa kishindo sana kwamba Zouglou ndiye anakwenda kutambulishwa kwenye dirisha hili kubwa la usajili ndani ya kikosi cha Young Africans. Lakini pia Fela Sufi Feitoto ambaye pia of course yeye ni kiungo namba 8, lakini anapendelea sana kuvaa jezi namba 6. Kwa sababu jezi ambayo pia ilikuwa promotiwa sana na Young Africans ni jezi namba 6. Kwa hiyo ikawa zipo taarifa nyingi sana. Na sasa kwenye screen yako hapa msikizaji, bila shaka unaona kuna vilabu na uhamisho ambao umehusika kwenye misimu kadhaa, lakini bila shaka picha hapo chini inaonyesha wazi kabisa kwamba Fredy Ngoma ni mchezaji ambaye amekamilisha uhamisho wake na kujiunga na klabu ya Young Africans kutokea kule Morocco. Sasa ametoka kwenye klabu ya Olympique Safi ya pale Morocco. Tapita kutazama timu ambazo anaweza kuzichezea, uwezo wake, lakini pia tunaangalia of course pressure ya timu ambazo alipita na kule ambako anaelekea. Si mbaya kusema wamepata mchezaji mzuri sana ambao umefanikiwa kuangalia video zake. Fredy Ngoma ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana wa kuweza, kwanza anapokea mali hata kwenye eneo ambalo kuna msitu wa watu, lakini pia utulivu wake kwenye eneo hilo ni mkubwa sana. Yaani ana IQ kubwa sana ya kuweza kupitisha pasi hata kwenye pressure. Na huyu ni mchezaji wale unaweza kusema wale wachezaji ambao ni adimu sana kuwapata hasa kwenye eneo la kiungo. Timu zimekuwa zikipata viungo, lakini kaliba ya wachezaji kama hawa Fredy Ngoma imekuwa sio rahisi sana. Kwangu mimi binafsi Young Africans huu usajili ambao wamekamilisha, mchezaji ambao wamemsajili Fredy Ngoma ambaye of course atoka Congo, taifa la Brazzaville, ni tofauti na DRC. Kwa ni Congo lakini Congo Brazzaville. Ni mchezaji haswa kweli kweli. Nimeweka hapo ili uweze kuona baadhi ya vilabu ambavyo walipita, kadhalika na kile ambacho bila shaka unaweza kusema kinaweza kwenda kutarajiwa msimu ujao. Kwa sababu unapoangalia kwa mfano akatoka labda msimu 2017-18, 16-17 hakuwa na timu, akajiunga na Leopards ya pale pale Brazzaville. Katoka pale tena of course ukiangalia timu nyingi amecheza pale pale Congo. Kabla kuelekea amecheza Libya, amecheza Morocco, na hivi ndio vilabu ambavyo vinaonekana hapa. Of course kwa vilabu ambavyo walipita sina mashaka sana, kwa sababu tunazungumzia pia mchezaji ambaye uzoefu wake sasa unaonekana ni mkubwa sana kwa namna ambavyo ameweza kucheza vilabu vingi sana. Inaonekana pia ameonyesha kile ambacho kinavutia zaidi. Msimu uliopita tunazungumzia amecheza pia kombe la shirikisho CAF Confederation, ambao of course pia alifanya vizuri sana. Binafsi sina mashaka sana na vilabu ambavyo alichezea. Ambacho nilikuwa napata pressure ni kwamba anakwenda kwenye klabu mpya zaidi na ni klabu kubwa zaidi. Pressure yake itakuwa ni kubwa sana. Maana yake ni kwamba tunatarajia kuona sasa anabadilika kulingana na mazingira ambavyo anabadilika. Isije akapotea. Yaani of course alicheza vizuri kule ambako ametoka. Labda kwa sababu pia pressure ilikuwa kubwa sana, kwamba asije akaingia kwenye timu ambayo sasa kwanza na pressure ya mashabiki. Mashabiki wana pressure sana na mchezaji ambaye anashindwa kuingia mapema. Nadhani umeona pia kwa kina Lasine Kouma, kina
yule winga yule ambaye of course pia tunaweza kusema Young Africans walikuwa na hakika sana wa kuweza kupata kila ambacho alikifanya msimu wa nyuma kabla kuingia Young Africans. Alitokea pale Ivory Coast akajiunga na Young Africans, walikuwa wanamuita Duduwasha winga fulani mzuri sana, lakini kwa namna ambavyo Ekua alikuwa anaitwa Celestine Ekua, kwa namna ambavyo pressure ya wananchi, imagine katoka Ivory Coast, MVP Ivory Coast, ligi Ivory Coast sisi tupishane nao sana, lakini tofauti yake alichokuja kucheza huko Dar es Salaam Tanzania si kile ambacho alikionyesha kule Ivory Coast, kwa sababu katoka kule kama MVP. Tafsiri yake ni kwamba tutajia hata kama asipokuwa MVP Tanzania, lakini kuna namna ambavyo timu ya wananchi inakwenda kupata thamani ama inakwenda kuongezwa thamani na quality ya mchezaji ambaye ni MVP wa ligi fulani ambako ametoka. Haikuwa hivyo. So tafsiri yake ni kwamba inaweza katokea pia kwa Fredy Ngoma, licha ya sifa zote, na mimi nimebahatika kushuhudia, najaribu pia kuangalia video zake, zipo of course YouTube, na hizi ni video chache na mara nyingi sana haziwezi kukupa kile ambacho pengine ni yani inaweza kusema kwamba A to Z, yani hauwezi kaona kila kitu kwa mchezaji, ila kuna vitu naviona, namna ambavyo ana receive mali, namna ambavyo anaachia mali. Unajua akili ya mchezaji pia ni kuangalia timu tunashambulia, pasi nipeleke wapi, angalia namna ambavyo anakuwa anapeleka pasi mbele, lakini pia pasi ambazo anakuwa anapiga back pass kulingana na mazingira ya mbele. Unaweza kusema ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na kigezo kabisa, unaweza kusema cha kwenda of course kumpa shida sana sasa hivi Juke Ogabuya. Najua Young Africans watakuwa na mpango bado wa kubaki na Ogabuya, kwa maana of course amerejea kwenye kikosi. Kitu ambacho najua ni Juke Ogabuya ni kiungo namba 8. Msimu uliopita alikuwa anatumika kama namba 6 kwa sababu Young Africans walikuwa wanamtumia Mdathir Yahya kama namba 8. Juke Ogabuya anacheza kama namba 6 na maeneo mengine kina Max na wengine walikuwa wanapita kule. Lakini kwa msimu ujao na wasiwasi sana, hata Maxim pia Nzengeli kupata nafasi itakuwa ni shida kwa sababu ya idadi ya wachezaji ambao wamesajiliwa pale, na hasa pia kwenye eneo ambalo la chini kwa pia anaweza kuhudumu wachezaji wamekuepo wazuri sana ambao wamesajiliwa wameingia pale. Namzungumzia kwa maana huyu Fredy Ngoma ambaye sasa atakwenda kukava ambapo walikuwa anacheza alitoka Singida mchezaji yule kiungo Mohamed Damalo ambaye of course ameondoka. Damalo alikuwa anapata nafasi kucheza eneo la chini kama kiungo mkabaji. Sasa ambaye huyu Fredy Ngoma anakwenda chini kucheza kama kiungo mkabaji kwenye eneo la chini, ambacho anakuja kukiangalia hapa ni aina ya quality yake kwenye kutengeneza kwanza ukuta, kukaba mpira, kidi pia kusambaza mpira. Sijamuona kwenye video, na nadhani akasema kwamba uwezo ukapata kila kitu kwenye clip ya dakika 8 kwenye YouTube ama sehemu zingine Facebook au wapi, clip kidogo uwezo ukapata kila kitu cha mchezaji. Sijashuhudia kwenye timu ambazo zina wachezaji wenye pressure kwenye eneo la kiungo, yani unakuta labda wamekuzidi quality kwenye eneo la kiungo, kwa hiyo unaweza ukang'aa. Shida ni kwamba unakuja kuona kwenye mitandao ya kijamii anapopokea pasi anapiga pasi, uwezo ukaona pengine timu pinzani wana viungo bora zaidi. Unajua pia timu zinazidiana quality kwenye maeneo ya kiungo, kwa hiyo ukizidiwa quality kwenye eneo la kiungo, timu yako obvious haiwezi kaonekana sana, haiwezi kashaini sana, kwa sababu mara nyingi mnakuwa mnautafuta mpira. Najaribu pia kuja kuona zaidi anavyoweza kutafuta mali, anavyoweza kwa maana kwamba kukimbia muda mwingi zaidi uwanjani. Mchezaji namba 6 atakiwa azunguke sana. Niliona moja kati ya kitu ambacho Young Africans wanaweza kukipata kwa huyo mchezaji ni aina ya uchezaji kama Yannick Bangala. Yannick Bangala unapenda uchezaji wake kwa sababu kwanza anakupa option ya kumrudishia pasi. Cha pili, pasi yake ni ya uhakika ya kutoka. Yannick Bangala ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi ndefu kwa maana long balls, lakini pia anapiga short balls. Kitu ambacho nafikiri kwa Fredy Ngoma nimekiona kwenye baadhi ya video zake, nimekiona na si mara moja, maana yake ni mchezaji ambaye ana uwezo kufanya hivyo vitu. Yes, kwa hiyo mimi ambacho nakitarajia ni kwamba quality yake alikotoka bana inashawishi na natisha.
ni mchezaji kweli. Sasa tunamsubiria nini ambacho atakifanya ndani ya wananchi. Mimi niseme tu kwamba Young Africa kwa huyu ngoma, sina maneno. Ni mchezaji mzuri sana, ni mchezaji ambaye ukiangalia manake ni kwamba anaweza kwenda kukusaidia sana kwa msimu ujao, kwa kile ambacho bila shaka ameweza kukifanya kwa baadhi ya vilabu ambako wamepita. Na kumbuka pia anacheza timu ya taifa ya Congo Brazzaville, ni kitu ambacho pia unaweza kusema si lights. Manake ni kwamba huyu mchezaji ni mali kweli kweli. Bana, niandike ujumbe wako. Unahisi Duke Ogabuya, Dathili Yahya, hapa nani ambaye atampisha mwenzao? Kwa sababu lazima ukizungumzia viungo wawili wa chini unamgusa Mdathili, unamgusa Duke Abuya kwa sasa hivi, si ndio? Sasa hapa nani ambaye atampisha mwenzake? Lazima sasa tuangalie. Uzuri wa Abuya ana uwezo kucheza kama namba 8, lakini pia mzuri kucheza chini. Sasa hapa maybe kocha atatuambia vizuri uwanjani nini ambacho atakifanya, kwa sababu tunajua wote ni wazuri na msimu uliopita of course walifanya vizuri wale ambao walikuwepo, hawezi kudoubt uwezo wao. Mimi bana sina la ziada. Naitwa David Maziku, mwana Maziku. Huo ndio usajili mpya wa Young Africans namba 6 ambao unaiona inatangazwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Huyo ndo anakwenda kutambulishwa Young Africans, bala jingine ambayo inatua pale Jangwani. Sina la ziada. Naitwa Maziku, asante kwa kunitazama. Tukutane kwenye vipindi vingine, lakini pia usahau kubonyeza neno subscribe ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zote za kimchezo. Asante sana na kwaheri.